Kuna siri ambazo hazitaki kufichuliwa, na kuna upendo ambao hujali hatari. Katika kijiji cha Lugano, msichana mmoja alikutana na mwanaume mwenye macho ya ajabu. Sio kila kitu kinachoishi usiku kinaweza kuelezwa. Usiku mmoja, giza kaanza kutembea. Mwili wake si wake. Kuna roho iliyorudi kudai kilicho chake. Mwili huu ni wangu. Neema, usiache kupigana tafadhali. Katika ulimwengu ambao giza lina roho, upendo ndio silaha ya mwisho. Upendo unaweza kuokoa au kuangamiza. Jiandae kwa safari ya giza, usaliti na mwanga unaopigania kurudi. Bonyeza subscribe, washa kengele na ingia katika ulimwengu wa Lugano. Neema alikuwa msichana mpole, mwenye ndoto ya kufungua kampuni kubwa. Aliishi kwa mama yake mzee tu, baada ya baba yake kupotea miaka mingi iliyopita katika mazingira ya kutatanisha. Siku moja, wakati Neema anarudi kutoka sokoni, aliona kijana mmoja akisimama kivulini cha mkwaju. Kijana huyo alikuwa mrefu, mwembamba, mwenye macho makubwa yaliyokuwa na kina kisichoelezeka. Jina lake lilikuwa Baraka. Kwa sauti ya utulivu alimwambia, "Nimekuwa nikikuona mara nyingi ukipita hapa, lakini leo nimepata ujasiri wa kukusalimia." Neema alitabasamu kwa aibu. Baraka hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa na haiba ya kuvutia lakini isiyotabirika, kama mtu aliyezoea kuficha mawazo yake. Kuanzia siku hiyo walizoeana na taratibu wakaanza kupendana. Lakini kabla Neema hajamfahamu, kulikuwa na watu kijijini waliokuwa wanasema, "Baraka, yule wa kutoka upande wa milimani, yule anayejulikana kwa mambo ya usiku." Lakini Neema hakutaka kusikia maneno ya watu. Aliamini upendo unaweza kumbadilisha muda yoyote. Mwezi ulivyopita, Neema alianza kugundua mambo ya ajabu. Baraka alikuwa na tabia za kutoweka usiku bila maelezo. Alikuwa akirudi akiwa na nguo zenye mabonde ya udongo. Alikuwa akichora alama kwenye daftari lake, alama zisizofanana na herufi wala michoro ya kawaida. Siku moja Neema alipouliza, Baraka alijibu kwa hasira, "Usiniulize maswali mengi usiku. Kuna mambo ambayo siwezi kueleza." Sauti yake ilibadilika, ikawa nzito. Macho yake yalisinya kama mtu aliyekasirika na wakati huo huo anaogopa. Hii ndiyo ilikuwa dalili ya kwanza ya siri yake mbaya. Wazee wa kijijini walikuwa wanamchunga Baraka kwa macho ya shaka. Mzee mmoja alimwambia mama yake Neema, "Mwanangu yuko hatarini. Yule kijana ana historia. Alifukuzwa kwenye kijiji alichotoka baada ya watu kupotea usiku." Mama yake Neema alitetemeka, akamwambia binti yake aache mahusiano hayo mara moja. Lakini Neema alikuwa ameshapenda, na moyo wa kupenda ni mgumu kusimamisha kwa maneno. Lakini usiku wa siku hiyo, jambo la kutisha lilitokea. Usiku wa manane, Neema alisikia kelele ya mtu akilia kutoka msituni karibu na nyumba yao. Ilisikika kama sauti ya mtu anayepambana na kitu. Neema alipiga simu kwa Baraka akamuuliza, "Upo wapi? Nimesikia kama mtu analia msituni." Baraka alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, alafu akasema, "Usitoke nje, usijaribu, usifungue hata dirisha." Kisha akakata simu ghafla. Neema hakusikia tena kitu, lakini alfajiri alipofungua mlango, aliona matone ya damu yaliyofyekwa kwenye njia inayoenda msituni. Siku hiyo kijijini kulitangazwa kuwa mchungaji wa ng'ombe alipotea usiku, na watu wakaanza kuunganisha matukio. Neema hakuacha kumuuliza Baraka kuhusu usiku ule. Baraka akiwa na macho mekundu alimwambia, "Kuna mambo natakiwa kupigana nayo mwenyewe. Sitaki akufikie." Lakini Neema hakuridhika. Usiku ule Baraka alianguka ghafla nyumbani kwao, akitetemeka kama mtu aliyepatwa na kiwewe.
kitu kilimgeuza? Alikuwa akipambana na nini? Au ilikuwa sehemu ya tatizo hilo? Mama yake Baraka, mwanamke mzee aliyeonekana mfupi na mwenye uso wa uchovu wa miaka mingi, alimtafuta Neema na kumwambia, "Usimlaumu mwanangu. Kuna kitu kilifanyika miaka iliyopita, kitu ambacho sote tunakikimbia." Alimpa Neema sanduku dogo la mbao lililokuwa limefungwa kwa cheni nyembamba. "Ukifungua hili utaishi kwa hofu, lakini ndiyo njia pekee ya kumwokoa." Neema alifungua usiku. Ndani yake kulikuwa na picha ya Baraka akiwa na umri wa miaka 10, gazeti la zamani lililoandikwa, "Mtoto wa Lugano aponea kifo baada ya kushuhudia tukio la kichawi," na shanga nyekundu zilizovunjika zenye harufu ya udongo na moshi. Kisha kulikuwa na barua iliyoandikwa kwa mkono, "Mwili huu sio wake, anakalia mwili wa mtoto mzuri aliyeibiwa usiku wa mvua. Nikipotea ni yeye atakayerudi." Barua hiyo ilikuwa na jina moja tu chini, baba yake Baraka. Macho ya Neema yakajawa machozi. Sasa alianza kuelewa. Baraka alikuwa anapigana na kitu ndani yake, kitu ambacho si cha kawaida. Usiku huo huo, kijiji chote kilishtuka kusikia makelele makubwa kutoka mlima wa nyuma. Mara moja, watu waliona mwanga mwekundu kipaa juu ya anga kama moto usio na chanzo. Neema kahisi huenda Baraka yuko hatarini. Alikimbia mpaka mlimani. Alipofika, alimkuta Baraka akiwa amepoteza fahamu, na pembeni yake kulikuwa na alama zile zile za ajabu kama alizokuwa anachora daftari lake. Lakini kabla hajamshika, Baraka alinuka ghafla, lakini hakuwa yeye. Macho yake yalikuwa meusi kama vumbi la kuzimu. Kwa sauti sio yake, alitabasamu na kusema, "Hatimaye amechoka kupigana. Sasa nimerudi." Neema alitetemeka. Baraka hakuwa Baraka tena. Roho yake iliyomiliki mwili wake ndiyo ilikuwa imerudi kudai mwili wake. Neema, kwa kutumia shanga za kwenye sanduku, alijaribu kumkaribia. Roho ndani ya Baraka ililia kwa hasira. Kilio chake kilisababisha ardhi kutikisika chini ya miguu. Lakini katikati ya kelele hizo, sauti ya kweli ya Baraka ilipenya kwa uchungu, "Neema, usiniache. Naogopa kurudi gizani." Sauti hiyo ilimfanya Neema kulia. Kwa ujasiri alimkumbatia Baraka, lakini akashikilia zile shanga kwenye shingo yake. Mwanga mkali ulitokea kama radi. Kisha Baraka akaanguka chini kama mtu aliyevutwa na nguvu isiyoonekana. Dakika kadhaa baadaye, kimya kikarejea. Asubuhi ilipofika, Baraka aliamka akiwa na macho ya kawaida. Alionekana mchovu, amedhoofika, lakini hakuwa na giza tena. Mama yake, akiwa na macho ya machozi, alisema, "Umemokoa mwanangu. Umetufungua kifungo cha miaka zaidi ya 20. Lakini hata hivyo, Baraka alisikitika kumwambia Neema, "Nilikuwa na siri mbaya ambayo haikustahili moyo mzuri kama wako." Neema alijibu kwa upole, "Kila mtu ana giza lake, lakini giza lako lilikuwa linapigana kwa nuru, na mimi sikuwa tayari kukuacha upambane peke yako." Baraka alipona. Kijiji kilirejea katika hali ya utulivu, lakini kila mtu alijua kuwa usiku ule uliojaa kelele, kiza na mwanga mwekundu hautasahaulika tena. Neema na Baraka walibaki pamoja, lakini si kwa sababu ya mapenzi ya kawaida. Walibaki pamoja kwa sababu waliunganishwa na kitu kikubwa kuliko mapenzi, vita dhidi ya giza lililokuwa karibu kumeza Baraka. Na mara nyingine, usiku kikoma na upepo wa Lugano unapovuma, watu wanasema, wanaweza kusikia sauti ikisema, "Asante kwa kunirudisha." Na hivyo ndivyo simulizi letu linaishia. Lakini kumbukumbu ya siri mbaya bado ipo kwenye milima ya Lugano. Na kushukuru sana wewe uliyetusikiliza tangu mwanzo hadi mwisho. Kama umependa story hii, subscribe kwa hii channel ili uendelee kupata na story zingine za kutisha, za kusisimua, lakini bado za kuelimisha na kuburudisha. Asante sana.